ya kwanza iliyopewa kipaumbele kabisa ni dini. Dini. Na dini imepewa kipaumbele sababu mwanamke anapomjua Mwenyezi Mungu na akajua mtume wake na akajua wazazi wake ni kina nani, definitely atajua mume wake ni nani. Na basi kama atamheshimu Mungu, atafuata yale mafunzo mtume aliofunza na atatii wazazi na yale maamrisho na wale mafunzo waliompa, basi atajua mume ni nani na atakuweka katika nafasi ya mume. Lakini kama hajui Mungu, mzazi hamthamini wala mtume hajapata mafunzo yake, atarajia vipi ya kuheshimu kama mume? Ndio hapo sasa atakwambia mimi nina haki zangu, ukisema anasema B, kwa sababu amekosa kwa sababu amekosa ule mwelekeo wa dini. Kwa hiyo dini ndio kigezo ambacho ni muhimu sana, sababu anayekosa dini ni vigumu sana kujua nafasi yake kama mwanamke na nafasi ya mume wake ni gani. Kwa hiyo na ndio chanzo kikubwa ambacho kinavuruga ndoa nyingi, kumjua mume ni nani. Unaenda kama mtu anapendekeza kuoa mtu ama imefikia mahala mtu anataka kubadilisha hata dini, basi awe anataka kubadilisha dini kwa kuwa tu dini ameipenda, asio anabadilisha dini kwa sababu ya mapenzi. Sababu kwenye mapenzi Mwenyezi Mungu anasema kuna mawaddat na rahma. Sasa mawaddat ni mapenzi ambao definitely unaweza mkawa kwenye mapenzi mpaka ukawa tayari kubadilisha dini, lakini hujabadilisha kwa sababu umeipenda ile dini, umebadilisha sababu umempenda mwanamume ama umempenda mwanamke. Kwa hiyo wale mawadhat yataishi, na mawadhat yakiisha, sasa hapa kwenye rahma hamna mielekezo, hamna huruma, itakosekana kwa sababu kila mtu ana mfumo wake wa dini. Ndio pale umelala mtu aje kuchomana kisu usiku, ama ameweka maji kwenye moto, hana ile ulala aje kumwagia maji. Umekuona na mke mwingine ama amesikia umeoa mwingine, yeye mfumo wake wa dini hauruhusu wanawake wawili aje ya kudhuru. Lakini kama ameikubali ile dini kikweli kweli, basi hapo Mwenyezi Mungu na imani ataleta rahma na mambo yatakuwa mazuri.